Mimi nikaa nawaza kwamba inaniwia vigumu mno kuamini kwamba Mohamed Dewji anaitakia mema Simba. Baada ile comment yale. Yaani nimefikiria nikaa nawaza inaniwia vigumu sana kwa mimi Mohamed Dewji zote hapo katikati unaanza kuamini kwamba inawezekana hata wachukua nazungumza wanachama. Inawezekana ni kweli. Kwa sababu imagine leo ilipaswa sisi tumekaa hapa tuzungumza katika positive energy tukuhusiana na Simba kwamba wanachama pengine wawe na kadi za namna hii. Sasa hivi Tanzania bado hatuna kadi straight ya kidijitali. Unajua kadi zote ni physical tu. Yaani tungekuja na ushauri mwingi hapa ambao ungesaidia mambo ya wanachama na wanachama kwa manufaa yake. Lakini hivi sasa tumejikuta tunazungumzia Simba katika unajua katika press ambayo unaweza kusema ni negative kwa sababu ya mwekezaji kutoka na kauli. By the way sio kauli, comment. Sema inawezekana unajua matajiri. Mimi naamini Mohamed Dewji na utajiri wake ule. Sitaki kuamini kwamba amefanya vile kwa bahati mbaya. Maksudi. Inawezekana si tunaweza kunazungumza kwa namna nyingine hapa. Yeye ndio anajua machungu ya kuto kukamilika kwa mchakato wa mabadiliko. Na ndio swali ambalo kila mmoja wetu mwenyewe amekuwa akijiuliza, huu mchakato wa mabadiliko sasa Kampisa na mimi naamini kwa hiyo sasa Kampisa tunasoma chumba kaka. Kuna ile sentence ya Kiingereza read the room. Kwamba leo ilikuwa inahusu wanachama sio Mo. Yeye angetoa andiko lake kesho. Kumbuka makubaliano yao nafikiri mwaka 2018 ilikuwa ni kwamba zoezi la kudaili wanachama lingeanza kufanyika baada ya mchakato wa mabadiliko kukamilika. Hayo makubaliano nasema mwaka 2018. Kwa hiyo sasa baada ya kuona hizi danadana moja na yeye anaendelea kutoa fedha zake wakati mwingine mfukoni unajua. Sasa kwa nini shida gani kaka? Ile ni taasisi ambayo inawezekana sasa anajaribu kuona namna ipi ambavyo huu mchakato ukafanyiwa kusio na yani kupunguza kwa urasimu yani ukamilike. Yes. Sasa yani obviously hiyo hoja ina msingi kwa sababu yeye ni mwekezaji na tayari ameshatumia fedha zake nyingi kuifikisha Simba ambapo ilipo hivi sasa kwa maana ya kwamba kwenye nyakati za mafanikio yeye alikuwepo miongoni mwa nguzo kuu. Nyakati ngumu pia ameendelea kuwa miongoni mwa kwa sababu unajua sasa kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu hata tunavyozungumza issue ya nguvu ya wanachama kwenye hizi club na penyezewa pia hapa maoni ya wadau. Kimsingi hata iwe vipi kwa mfumo wa club zetu wanachama hawawezi kuendesha club kwa michango yao. Sasa hao ni mawazo kabisa. Yanga kwenye ubora wao walikusanya bilioni 1.2. Msimu uliofuatia wakakusanya milioni 600. Baada ya hapo takwimu waziwekwe hadharani. Sasa walianza na milioni 600 afu ndio wakapata bilioni 1. Walianza na 600 afu ndio wakapata bilioni. Lakini sasa hao ni mawazo